Karibu sana. Sasa hebu tuongelee hili neno ambalo liko kila mahali siku hizi, manifestation. Ushawahi kulisikia, sio? Wengine wanakuambia hii ndio siri ya kupata kila kitu unachokitaka maishani. Wengine wanasema huo ni upuuzi mtupu. Basi ukweli uko wapi? Leo tutaichambua dhana hii na kuona nini hasa maana yake. Sasa hili ndilo swali la msingi kabisa. Inawezekana kweli fikra tu unayoifikiria kichwani mwako ikawa na nguvu ya kubadilisha maisha yako halisi? Hebu fikiria kidogo. Katika uchambuzi wetu huu, tutaenda kuona kama kweli wazo linaweza kuwa kama mbegu na kuchipua na kuleta mabadiliko unayoyasubiri. Okay, basi tuanza mwanzo kabisa. Hii manifestation yenyewe ni nini haswa? Kabla hatujaenda mbali, hebu tuweke maana yake sawa, tusije tukapoteana. Okay, hapa sasa ndipo penye jibu. Angalia, sio uchawi, sio mambo ya miujiza ya ghafla. Ni mchanganyiko wa vitu viwili: saikolojia, jinsi akili yako inavyofanya kazi, na imani. Ni ile hali ya kuamini kitu kwa nguvu zote mpaka inakusukuma wewe mwenyewe kuanza kuchukua hatua ili kukifanya kitokee. Na ili ifanye kazi inahitaji hizi nguzo 4. Sio tu kusema nataka kitu fulani na kukaa. La hasha. Lazima mawazo yako, maneno unayojitamkia, zile affirmations, hisia zako juu ya hicho kitu, na muhimu kuliko vyote, matendo yako, vyote viendane pamoja. Ni kama timu, lazima zote zicheze pamoja. Sawa. Sasa hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia zaidi. Hivi inakuwaje wazo, kitu kisichoshikika, kinageuka kuwa kitu halisi? Basi safari nzima inaanza hapa ndani ya kichwa. Hebu tuingie ndani tuone. Hebu tuchukue mfano ambao watu wengi sana wanautumia. Hii kauli ya pesa itakuja kwangu. Unajua, ukijisemea hivi kila siku, sio tu kwamba unaropoka maneno. Kuna kitu cha kisaikolojia kinaanza kutokea taratibu ndani ya akili yako. Sasa angalia jinsi mchezo unavyochezwa. Kwanza unarudia lile neno kila siku. Hilo zoezi linafanya kitu kimoja muhimu sana. Linaifanya akili yako ya ndani, subconscious mind, ianze kubadilisha mtazamo wake. Ghafla unaanza kuona fursa za kupata pesa ambazo zilikuwepo muda wote, lakini ulikuwa huwazioni. Ni kama umewasha taa kwenye chumba chenye giza. Na mwisho akili yako inakusukuma, haya, ona fursa ile, chukua hatua. Inabadilisha tabia zako. Okay, hapa sasa ni muhimu sana. Tusikilize kwa makini. Watu wengi sana wanakosea hapa. Wanafikiri manifestation ni kukaa na kungojea muujiza utokee. Hapana kabisa. Hebu tuweke rekodi sawa. Kwanza kabisa, naomba tulielewe hili vizuri. Hii sio uchawi, sio mambo ya nguvu za giza. Ni sayansi ya akili yako. Na kwa sababu sio uchawi, haina madhara yoyote, ni salama kabisa. Fikiria tu kama unatumia zana ya kukusaidia kujenga mtazamo chanya na kuelekeza nguvu zako zote kwenye kile unachokitaka. Na hili ndilo la muhimu kuliko yote. Inategemea vitu viwili kwa pamoja: imani na kitendo. Kuamini tu peke yake hakutoshi. Imani inakupa tu ule msukumo wa kwanza, lakini kitendo ndicho kinachowasha moto. Imani inakupa ujasiri, lakini matendo ndiyo yanayoleta matokeo. Sasa tumefika kwenye kiini cha mada hii yote, sehemu ambayo wengi wanaizungumzia manifestation, huwa wanaisahau au wanaipuuza kimakusudi. Hapa ndipo tunaona tofauti kati ya mtu anayeota tu na yule anayetimiza ndoto zake. Tumekwisha ongelea mawazo, maneno, hisia, lakini kuna kiungo kimoja tu ambacho kama hakipo basi kila kitu kingine ni bure. Ni hawa tu. Unafikiri ni nini hicho kiungo cha siri? Ni hii hapa. Hii ndo kanuni kuu. Manifestation bila kazi ni sawa na ndoto tu. Unaweza kufikiria mambo mazuri dunia nzima. Unaweza kujitamkia kauli chanya mpaka ukakaukiwa mate. Lakini kama hauamki na kwenda kufanya kazi, vyote vitabaki kuwa ni ndoto tu. Kazi ndio daraja linalounganisha dunia ya mawazo na dunia ya uhalisia. Kwa hiyo sasa tumeona mfumo wote. Swali sasa sio
Je, manifestation inafanya kazi? Hapana. Swali limebadilika. Swali sasa ni kwako wewe unayenisikiliza. Ni wazo gani moja ambalo utaanza kulifanyia kazi kuanzia leo, sasa hivi?